Vijana wengi wanajinyonga siku hizi kwa sababu ya uhusiano wa kimapenzi. Mimi najifunza kitu kutoka kwa Ibrahimu. Mimi namchunguza Ibrahimu hivyo. Ibrahimu alikuwa na mwanamke mzuri sana anaitwa Sara. Ikatokea njaa kubwa sana katika nchi yake. Akawaza yule mwanaume usiku kucha, mimi mke wangu mzuri. Biblia inasema Sara alikuwa mzuri wa sura na umbo. Ni mwanamke kweli, mwanamke. Maandiko yanasema mzuri. Sasa wewe jaribu kufikiria. Ibrahimu akasema huko tunakwenda kwenye nchi ya Misri huko kuna mfalme na wanawake wazuri wote waga ni wa mfalme. Sio kama unaelewa hiyo. Akasema, bwana Sara, mimi tunaenda kwenye hiyo nchi. Tafadhali naomba, tukifika kwenye ile nchi mimi sio mume wako. Wewe sema ni dada yangu. Ukisema mimi ni mume wako na ulivyo mzuri hivi, wataniua mimi. Maana kwamba Ibrahimu anaona maisha yangu ni afadhali ya Kanaani kuliko mwanamke. Kama watamchukua, wamchukue tu. Mimi nitabada mwingine. Lakini mimi wakiniua, Mr. Kufa ujue. Maisha matamu. Asa anamwambia mke wake tukifika, na kweli walipoingia kwenye ile mipaka wanamwambia, wewe ni huyu ni mke wako huyu? Asa si mke wangu, dadangu huyu. Na Sara anauliza, nani kakaangu huyu? Basi wapambe wa mfalme wakamwambia, amekuja mwanamke mzuri hapa, hakuna mwanamke mwingine kama huyu. Akachukuliwa akapelekwa kwa nani? Kwa mfalme. Jamaa akapewa, kwa sababu ni kaka mtu. Kaka mtu anatendewa, akapewa mang'ombe, akapewa nini, akapewa akawa tajiri kwenye ile nchi. Lakini ni mke wake yule. Lakini Mwenyezi Mungu anaona moyo wa Ibrahimu kwamba sikuwa na namna mimi. Ndio sasa Mwenyezi Mungu anaingilia katikati. Anampiga yule mfalme anagundua kule ndani kwa ndani kwamba yule sio dada yake, ni mke wake. Anamuita Ibrahimu, anamwambia, vipi bwana? Mbona niongopea? Niambia yule dada yako, kumbe ni mke wako bwana. Basi mchukue mke wako, chukua nayo ng'ombe, ondoka kabisa. Pointi ya msingi, usife kwa ajili ya mahusiano. Usife.